Ni moja kati ya visa na kesi ambazo tumeziamkia hii leo, na ni visa ambavyo vinapata kuongelewa sana katika mitandao ya kijamii, haswa baada ya aliyepata kukamatwa kama mshukiwa mkuu na kuweza kupatikana na hatia katika mauaji ya mfanyabiashara Monica Kimani, Joey Irongo, jina lake kamili Joseph Irongo. Leo ameweza kuwakilisha waraka wake katika mahakama ya Court of Appeal, ambapo anatafuta hukumu yake kuweza kuondolewa na uchunguzi kuanzishwa tena dhidi ya kesi ambayo imekuwa ikimwandama Joey Irongo kwa muda mrefu tokea alipopata kuiaga dunia na kuuawa Monica Kimani mwaka 2018 mwezi Septemba tarehe 19. Na kwa sasa leo Joey Irongo ameweza kuwashangaza Wakenya kwa jumla baada ya kesi yake ambayo na barua yake ambayo imepata kuandikwa kwa Court of Appeal kuweza kuonyesha ya kwamba Joey Irongo pia atafuti tu kuondolewa hukumu, anatafuta pia kuweza kulipwa na serikali ya Jamhuri ya Kenya kwa yale yote ambayo amepata kuyapitia chini ya serikali ya Jamhuri ya Kenya. Wakenya wamejitokeza kwa wingi wakiwa wenye ghadhabu tele, wakiweza kumdhihaki Joey Irongo kwa yale ambayo ameweza kuandika. Na kulingana na the court the letter that Joey Irongo's lawyers written to the Court of Appeal, nitaweza kuangalia tu machache ndipo tuweze kuzungumzia swala lote nzima, maana ni mengi ambayo yanasemwa kuhusiana na kesi yote nzima. In court documents seen by Citizen TV Digital, Joey Irongo has argued that the sentence issued by Lady Justice Grace Nzioka to be reduced. Now nataka niisome kwa kipana. Anasema a declaration he wants nataka nimnukuu, samahani mtanaruhusu kidogo niweze kuangalia ambapo hii nini yake inaanza. Anasema in the court documents that have been issued, Joey says that Grace Nzioka, the judge of High Court that went ahead to give the sentencing of his case, anasema it was an infringement of his constitutional right. He therefore wants the court to declare that the death penalty is torture, cruel and inhuman, and a degrading form of punishment prohibited under Article 25 of the Constitution. Maana Joey aliweza kupewa hukumu ya kifo, anadai ya kwamba this is against the Constitution of Kenya. Hayo ni maneno kutokea kwa Joey Irongo. He also wants a declaration that section 379 4 of the Criminal Procedure Code is unconstitutional, null and void to the extent that it denies persons sentenced to death the right to bail pending appeal. Joey has further asked the court to declare that the March 13th sentence contravenes his non-derogable right to freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment. He also wants for infringement of his rights under Article 27, 28, 29 and 48 and 50 of the Constitution of Kenya. Joey wants the government to pay. Anasema serikali ya Jamhuri ya Kenya imepata kumpitishia makubwa na amepata kuumia kwa kiasi kikubwa, hivyo wanahitaji wamlipe, jambo ambalo alijapata kuwafurahisha Wakenya, hasa katika mitandao ya kijamii, wengi wakidai that Joey Irongo is a very daring man. Maana the case that is after him ni kesi kuhusiana na mtu ambaye amepata kuuawa, so it's so daring for him kuweza kujipata anaomba kuweza kulipwa. Ni moja kati ya visa na kesi ambazo zinaongelewa sana katika mitandao ya kijamii. Kile tunacho kuomba jioni ya leo, asubuhi ya leo, ni usisahau kusubscribe ndani ya FM Show KE.